Kuna watu kweli historia yao ya maisha wamepitia machungu ya ndugu, wamepitia tabu za ndugu, lakini wewe sio peke yako. Wewe sio peke yako. Yaliyokupata wewe kwa ndugu yako, wewe sio wa mwanzo. Nabiullah Yusuf alayhi salam, historia mnaijua. Walipanga njama ndugu zake, njama za kumuua yeye Yusufu, njama za kumwepusha yeye na mzazi wake, mpaka ikafikia hatua mbaya. Ameishi Nabiullah Yusuf maisha ya tabu, maisha ya kuhangaika, maisha ya utumwani, lakini mwishowe ilikuwa vipi? Wal aqibatu lilmuttaqin, siku zote mwisho huo ni kwa wacha Mungu. Hata ilipofikia ndugu zake ya Yusuf alayhi salam, njaa imewakamata, wamekwenda kuomba msaada, mwishowe uhakika umepatikana, haki imepatikana, kweli imejulikana. Wanakwenda kwa Yusuf alayhi salam. Yusuf anaambia, hal alimtum ma faala bi Yusuf wa akhihi, je, mnakumbuka mliomfanyia Yusuf na ndugu yake? Qalu a innaka la anta Yusuf, wanamwambia hivi, wewe ni Yusuf? Anaambia naam, ana Yusuf, mimi ni Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ni ndugu yangu. Qad manna Allahu alaina, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, kwa hakika mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na akasubiri juu ya matatizo, Allah hapotezi malipo ya watu wema. Wanarudi ndugu zake sasa, wanaomba msamaha kwa ndugu yao Yusuf alayhi salam. Wanasema, tallahi laqad atharaka Allahu alaina, tunaapa kwa Allah, Mwenyezi Mungu amekuneemesha wewe dhidi yetu. In kunna la khatiin, hakika sisi tulikuwa ni wakosaji. Na ndivyo inavyotakiwa. Anapokuja ndugu yako anakuomba msamaha, msamehe. Anakiri makosa yake, msamehe. Mtoto kakukosea, msamehe. Hata wazazi, baba, unapokosewa na mwanao, sio kauli kumwambia wewe, mimi nikifa usisogee kwenye kaburi langu. Sio kauli ya Kiislamu hiyo. Kama alikuwa wa mwanzo kulisema kauli hii, angesema Nabiullah Yaqub alayhi salam kuambia wanaye, ambaye alijua kabisa walipanga njama mbaya dhidi ya mwanaye. Lakini Nabiullah Yaqub aliendelea kuishi nao, akiendelea kumwomba Mwenyezi Mungu awaongoza watoto wake. Ndugu zangu, pepo ni ngumu, pepo ni ngumu, na misingi ya kuipata pepo inatakiwa mtu kujiandaa sana, na kujiandaa kwenyewe ni kuyadhibiti mambo haya yanayoudhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba mtu mwenye tabia ya kukata ndugu zake, basi mtu huyu amelaaniwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.